عن أبي هريرة رضي الله عنه kutoka kwa Abi Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, hakika ya Bwana Mtume Muhammad rahma na amani zimshukie yeye, sa'ida al-minbara, aliweza kupanda mimbari yake tukufu, faqala, na akasema, amin amin amin, akasema maneno hayo mara tatu. Faqila ya Rasulallah, akaulizwa ewe Mtume wa Allah, innaka hina sa'idta al-minbara, hakika yako wewe pindi ulipopanda kwenye mimbar, qulta amin amin amin, umesema mara tatu amin. Qala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Jibrila atani faqala, hakika ya Jibril amenijia mimi na akasema, man adraka shahra ramadana, yoyote ambaye atabahatika kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, falam yughfar lahu, kisha asisamehewe ndani ya mwezi huo dhambi zake, fadakhala an-nara, na akaingia motoni, faabadahu Allahu, Mwenyezi Mungu akamweka mbali na rehema zake. Qul, sema amin. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Jibrilu alayhi salam aseme amin, faqultu amin. Mtume anasema nikasema amin. Wa man adraka abawaihi, na yule ambaye atabahatika kuwapata wazazi wake wawili, au ahadahuma, au akampata mmoja katika hao wazazi wawili, falam yabarrahuma, kisha asiwafanyie wema wazazi wake wawili, famata, akafa mtu huyo, fadakhala an-nara, akaingia katika moto, faabadahu Allahu, Mwenyezi Mungu akamweka mbali na rehema zake. Qul, sema Muhammad amin, faqultu amin, nikasema amin. Wa man dhukirta indahu, na yule ambaye Muhammad utatajwa kwake yeye, falam yusalli alayka, na asikuswalie wewe Muhammad, famata fadakhala an-nara, akafa na akaingia katika moto, faabadahu Allahu, Mwenyezi Mungu akamweka mbali na rehema zake. Qul, sema Muhammad amin, faqultu amin, nikasema amin. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, hadithi hii inatupa mwongozo juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, ikhwata al-iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi anapotajwa kwetu sisi, tunatakiwa tunapolisikia jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tunatakiwa tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yoyote ambaye atakuwa amemsikia mtume akitajwa alafu asimswalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo amepata hasara. Maana yake anapoondoka duniani anakwenda kuukabili moto wa Jahannam. Mimi na wewe tunatakiwa tuwe na sifa ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hata Allah jalla
jalla fi ula huwa anamswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika ya Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia Mtume Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mulioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima. Amri inakuja kutoka kwa Allah jalla fi ula, tumswalie Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kumtolea salamu. Kwa hiyo faida ya kwanza ambayo inapatikana kwenye hadithi hii ni kumswalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tunaposikia jina lake linatajwa. Lakini faida ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye kwamba atabahatika kuwapata wazazi wake katika hali ya uzee, mmoja au wawili, anatakiwa yule mtu awe na sifa ya kuwafanyia wazazi wake wema. Na yoyote ambaye atakuwa amebahatika kuwapata wazazi wake katika hali ya uzee, katika hali ya utu uzima, na akakosa kuwafanyia wema wazazi wake wawili, akafa katika mazingira hayo, basi afahamu ya kwamba akifa anakwenda motoni na anawekwa mbali na rehema za Allah jalla fi ula. Leo ni wangapi ambao tumebahatika kuwapata wazazi wetu katika hali ya uzee, katika hali ya utu uzima, lakini inakuwa wale wazee kupitia watoto wale ni kama adhabu kwao, ni kama mtihani kwao. Mtoto amemfundisha, mtoto amemsomesha, mtoto amemvisha, amemlisha, amemwandaa kuwa na maisha bora. Baada ya mtoto yule kuja kupata maisha yaliyokuwa bora katika hii dunia, anashindwa kuukumbuka wema wa wazazi wake, anakuja kuwa chanzo na sababu kuwahangaisha wazazi wake. Leo ni vijana wangapi wamewafukuza wazazi wao katika majumba yao? Mzazi anakwenda kuomba msaada kwa mtoto wake, lakini mtoto yule anaamua kusimama na kumfukuza yule mzazi, anashindwa kutoa msaada kumsaidia yule ambaye ni mzazi wake, anashindwa kufanya wema kwa mzazi wake. Yote ni kwa sababu ya muongozo ambao anaoupata kutoka kwa mke wake. Mke wake anamwambia, kwani mtoto ni wewe peke yake ndani ya familia? Kwani kuna ndugu zako wangapi ambao Mwenyezi Mungu amewajalia uwezo? Kwa nini asiende kwa ndugu zako? Anakuja kwako kutaka msaada, anakuja kwako atake yeye kumhurumia. Wangapi ndio imekuwa ni chanzo na sababu wake zetu leo sisi vijana tunakwenda kuwafukuza wazazi wetu, hawapati msaada. Sasa kijana yoyote ambaye Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amemwezesha katika maisha yake, baada ya kufanyiwa ihsan, baada ya kulelewa na mzazi wake, akafikia mahala ambapo na yeye ana uwezo wa kuwaangalia wazazi wake, akashindwa kuwaangalia wazazi wake, akashindwa kuwafanyia wema wazazi wake, pindi anapokufa huyu, moja kwa moja anakwenda kwenye moto wa Jahannam, na Allah anamweka mbali na huruma na rehema zake. Lakini jambo la tatu ambalo tunalolipata kwenye hadithi hii ni jambo ambalo linahusiana na huu mwezi ambao tupo ndani yake. Mtume sallallahu alayhi
Kwa mujibu wa Jibrilu alayhi salam, yoyote ambaye atabahatika kuupata mwezi wa Ramadhani kisha Ramadhani ikawa ni yenye kutoka hali ya kuwa hakusamehewa dhambi zake, basi mtu huyu hasara anayoipata pindi anapokufa anakwenda kwenye moto wa Allah jalla fi'ala. Hadithi hii inatupa mwongozo. Hadithi hii inatuonyesha njia iliyokuwa sahihi. Wewe na mimi ambao tumebahatika kuupata mwezi huu wa Ramadhani, tupambane, tusimame imara, tulie kwa Allah, tutubie kwa Allah, ili Ramadhani inapokuwa inatoka kama hivi, na sisi dhambi zetu tuwe tumesamehewa, kwa sababu ni hasara kubwa ambayo umebahatika kuipata Ramadhani, kisha Ramadhani leo inatoka, wallahi mimi na wewe hatujasamehewa dhambi zetu. Ramadhani inatoka inatuaga hali ya kuwa bado hatujabadilika, bado tuko kwenye yale machafu ambayo tulikuwa tukiyafanya katika miezi ya nyuma. Ndugu yangu, hujachelewa, badilika, pambana, ili Ramadhani inapomalizika iwe ni sababu na chanzo mimi na wewe tumebadilika na kusamehewa dhambi zetu. Hadithi niloisoma kaipokea Ibn Hibban kwa nambari 907. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 75.